Nikupe story nilivyoenda Samia massage, kumbe ilikuwa ni mambo mengine. Siku nimekaa zangu na scroll zangu Instagram, nikaona tangazo la massage and I really wanted to do a massage. Like mwili ulikuwa umechoka nini na nini. I was like okay. Sasa massage kawaida waga inaoga 1,100, 1,200 depending on where you go. Lakini sasa nikaona tangazo limekuja 30 offer. I was like yaani kumbe napoteza ile kuna kulipa 100,000 kule 100,000 ngapi. Hebu nikaangalie hii 30 inakuaje. Nikapiga simu, nikaambia naomba ni book appointment. Akasema hamna shida, karibu tuko sehemu fulani fulani. Mimi huyo nikaoga, nikavaa, nikaenda zangu sehemu fulani fulani. Kufika pale nikakaribishwa vizuri sana, nikaingia. Kuingia kwanza kabla yote, hizo nyusi hazifutiki, Glam by Chubby. Ukaniangalie 100,000 tu unapendeza kama hivi. Basi kufika kule nikakaribishwa ndani. Karibishwa ndani nikaambiwa kuna 30 na kuna 60. 60 ni VIP. Nikauliza tofauti ya VIP na hii nyingine ni nini? Akaniambia tofauti tu ni chumba na nini na nini. Like, you know what? 60,000 it's good. 60 I'm going to pay that. Amna shida. Basi wakatokea wadada wakapiga mstari. Wasichana kama 10 hivi. Nikashangaa. Watu wananiangalia mimi. I was like, okay. Basi nikaambia bosi chagua unayemtaka. Nikaambia nichague tena. Nipeni yoyote mimi as long as naenda kupewa massage, I just want the best. Yani I don't care yukoje ni nani, I don't care. Akasema hapana lazima uchague bosi. Kwa kweli I felt really bad. Ilikuwa it felt like kama utumwa. Yani kama unachagua, yani kama unachagua mtu kwenda yani sio naelewa. Kwa hiyo I was like okay. Nikaangalia nikamwona dada fulani hivi mweusi hivi mwembamba, she was smiling, she looked kind. Kwa nikasema naomba yule pale. I know guys, I felt so bad but yeah, I had to choose. Basi akaniambia naomba unifuate bosi. Nikamfuata kwenda VIP hapo, nikamfuata. Kumfuata nikaingia kwenye chumba. Iko chumba kuna godoro chini, afu kuna kitanda cha massage kile cha kawaida, alafu kuna kochi, kuna TV, kuna AC. I was like, okay, sije kuingia massage ambazo ninaendaga, sikutaki godoro chini. So red flag number 2 hiyo. Hapa nichague mwanamke, pili nimekutana na godoro chini. Lakini sasa waswahili nakwambia ukishavulia maji nguo uyaoge. Kweli bidi sasa nilishafika, nifanyeje sasa? Bado sijalipa, maana malipo ni baadaye. Basi akaniambia unaweza kuanza kujiandaa, unaweza kuvua nguo, tawali hapa. Amesema ananiangalia. Na mimi namwangalia. Yaani ndio ukienda massage unavua nguo sawa, lakini sasa it felt awkward. Yaani it just felt wrong yani kwenye hiyo situation na hiyo environment. Akaniambia usione aibu. Nikamwambia yani kidogo. Akaniambia usione aibu, au kama unaona aibu mimi nikavua nguo na mimi pia. Aliniambia guys. Akaniambia kama unaona aibu na mimi nikavua nguo tukavua nguo. Nikamwambia hamna haja kufanya hivyo. Hamna shida nitavua. Basi akatoka, mimi nikavua nguo, akamenikia taulo hapo, nikachukua taulo. Sasa nimechukua taulo, mimi amerudi, mimi nimesimama. Sijakaa hapa kwenye kochi, sijalala kwenye kitanda, sijalala kwenye godoro. Nimesimama kwa sababu okay, what am I supposed to do here? Akaniambia haya lala hapo. Nikamuuliza wapi? Akaniambia hapo kwenye godoro chini. Guys, I know mtani judge, mnaniambia yani na wewe mbona ukoondoka? Lakini guys, again nishafika. Nifanyeje? Ni do. And I wanted to know why am I paying 30,000, 60,000 now because nimechukua VIP. Kwingine nalipa laki. Let me see the difference, okay? Maybe the massage is good. Basi bwana. Nikalala. Niwaambieni. Nimelala tu hivi. Yule mdada akalitoa ile taulo. Akatoa taulo. So you can imagine. Nikaambia samani, naomba unifunike. Yaani unanitoje tu hivyo kwenye unanitoje tu hivyo jamani? Nyumba ikiwaka moto. Nikaambia samani naomba basi unifunike kama hapo ni massage. Akaniambia sawa hamna shida. Nimeishia wapi? Sikumbuki nimeishia wapi maana mtaninterrupt. Anyway, kwa hiyo nikaambia naomba unifunike basi. Basi akana nifunika.
kunifunika pale, akaanza kunifanyia massage miguuni kwanza nini. Lakini the whole experience it was like kwa sababu yani ni sio kama nafanywa massage, kama unapapaswa. Unajua massage hata kama ni ile Swedish massage, it's not hard, ndio, it's not deep tissue, lakini inabidi yani usikie kidogo na kuwa press kwenye zile pressure points nini. But it was just like kama vile nasugua, yani kama vile nashikwa na papaswa. Sio, unaelewa? Kwa hiyo kafanya hivyo. Kanifanyia massage, nikamwambia naomba uongeze kidogo nguvu mami, hautumii nguvu na mwili unaniuma. Akaniambia mna shida bosi. Basi the whole experience was crazy, and one thing I can say kiukweli, it was crazy. Yani it was very uncomfortable. Like, the girl was very kind. Nikaanza kupigia story. I just had to start talking. At the end of the day, nikaja kujua kwamba she's a single mom. Ametafuta kijijini, amekuja kutafuta maisha da nini. Her story was sad, yani. Ikumbe tunatafuta tu maisha. Na nikajifunza vingi sana. Tuliongea and I picked up a few things. But yeah, that's the end of my story. Nothing interesting. Namsiwaza vibaya. Nothing interesting happened. Lakini like usiende kule kwenye message ya 30 ndugu yangu. Usiende. Yani kwa kweli usiende. Yes, so massage. Yani yani tu the glory of God was covering me. His anointing, his presence, and yeah. Story yangu imeishia hapo. Lakini hapa mambo ni moto. Jamani, you see by Chubby, by Glam by Chubby, kama unavyoona zilipendeza. Hauanja huwa ufutiki. Miaka 3 na kwa tu pambe all the time. Until next time, guys. Nikamaliza hapo massage, nikaenda kuoga. Nikalipa, unamlipa yeye mdada hela. Nikamlipa, nikamtip. Nilimpa tip kwa sababu again I told she's a single mom and she just after to maisha. So yeah. But yeah guys, if you're looking for a place to go do a massage, then tuko professional massage. Yani wale ambao ni kweli yani wamekazana na mtania, achana nao ndugu yangu.